pale Yesu anatuambia nendeni mkafanye mataifa wawe wanafunzi. Mwanafunzi ni nani? Mwanafunzi ni mtu huyu anajitolea kwa kujifunza. Mwanafunzi ni mtu huyu lazima awe na daftari yake. Huyu ndio mwanafunzi, lazima kuwe na daftari. Mwanafunzi ni mtu huyu utamwona lazima awe na nini? Kalamu au peni. Mwanafunzi ni mtu huyu lazima awe na nini? Na rula. Huyu ndio mwanafunzi. Mwanafunzi ni mtu huyu utamwona anakuwa na begi ya kulinda daftari yake, kalamu, rula na vinginevyo. Ndio huyu mwanafunzi. Kwa nini anasoma? Kwa sababu maarifa, elimu haina mwisho. Ndio Yesu anatuambia nendeni mkafanye mataifa wawe wanafunzi. Huyu ndio mwanafunzi. Na tukiona mwanafunzi lazima tuone mwalimu. Mwalimu ni nani? Mwalimu ni mtu huyu anakuwa na maarifa mengi, elimu, nyuma ya kuelimisha watu wengine. Mwalimu ni mtu huyu anaelimika, mambo ya kuelimisha watu wengine. Mwalimu lazima awe na mavitabu ya kuleta mafundisho. Tunaona aina mengi ya walimu. Walimu ya sayansi na walimu ya neno la Mungu. Lazima huyu mwalimu wa neno la Mungu awe na Biblia, awe na mavitabu ambayo inaongea neno la Mungu, mambo ya kwenda kuelimisha vile wengine ili wale wawe wanafunzi. Ndio huyu mwalimu. Na tukiona mwalimu lazima tuone darasa. Darasa lazima uone kibao. Ndio maana unaona kibao yetu iko hapa. Kibao kwa ajili ya kuandika elimu. Ndani darasa lazima uone chaki au makapeni, mambo ya kuandika. Mbali na hiyo lazima uone kifutio, mambo ya kufuta ambayo iliandikwa, mambo ya kuandika ingine. Ndani ya darasa lazima uone maviti. Hii ndiyo darasa ya kuleta elimu ambayo itasaidia watu wengi, ambayo itaongoza watu wengi. Hii ndiyo darasa. Yesu akisema ya kwamba nendeni mkafanye mataifa wanafunzi, lazima tujifunze hiyo yote. Ndio huyu mtu ataitwa mwanafunzi, ndio ataelimika. Ndiyo maana huduma letu ambayo inapatikana ndani ya makona mengi ya Afrika na nje ya Afrika inatubebea leo habari njema ya kujifunza kina ya neno la Mungu, ya kujifunza ufunuo, ufafanuzi ya mafumbo ya Biblia. Kwa nini? Kwa sababu Biblia sio kama magazeti. Biblia ni maandiko takatifu ya Mungu, ni neno la Mungu ambayo inajaa na mafumbo.
Ndiyo hiyo shule letu au huduma letu inatubebea hiyo habari njema. Ndiyo maana nasimama tena mbele yako kwa kukupa hiyo taarifa ya kwamba tunaendelea na kuandikisha wale wanataka kuiongeza maarifa juu ya maarifa ambayo wapo nayo.